Shika. Una zaidi? Ndio hiyo 1000 kweli shangazi. Sasa itatoshea nini? Hivi unaufahamu mzuri, lakini unajielewa na unajitambua. Wakati hiyo pesa mimi inaweza kanitoa hapa na kunipeleka huko ninapokwenda, alafu hela yenyewe ndio hii shangazi. Sasa shangazi, 1000 haitoshi kitu. Kumbuka kaka naye pia hali yake ni mbaya, anahitaji kununuliwa dawa. Chakula nyumbani hamna shangazi, nimeshakueleza kila kitu. Hivi kumbe wewe Mariam afiliti kibiriti nyumba ya moto eh? Fisadi kiwembe wewe, mchukuzi. Yaani mimi nakusaidia, baba yenu kawatelekeza kawabwageni, yaani mimi nakusaidieni, alafu unaleta jeuri na nyodo, si ndio? Sasa nisikize nikwambie, usinipande kichwani na usitake kujua usika wangu nikoje. Nisikilize, ukitaka taarifa zangu mimi anazo mpiga picha. Mimi ndo naitwa Nipa Kiungo aka jini kichwani. Ukiniletea wazimu, mimi nina wazimu kuliko. Naomba nenda tena, usinichafulia hali ya hewa, toka. Kumbe wewe mjinga sana eh? Unataka kuniharibia siku, si ndio? Yaani msaada wangu tena unitongewe shida, si ndio? Wewe chunga, pumbavu wewe. Tizama nafsi yangu, nimechoka kubeba maumivu moyoni, yananiamsha usiku. Naitafuta pumzi lakini inateleza, kila nikijisogeza jeraha linanifuata. Usiniulize sawa, nimevunjika ndani, nimebeba kimya kikawa kando yangu. Moyoni naumia, moyoni naumia, niseme nini tena? Moyo wangu umechoka. Moyoni naumia, moyoni naumia. Mama, una shida gani? Mbona unalia? Kwa nini usingeama hapo nyumbani? Kuhama? Unamaanisha nini? Bibi pamoja na Zaruna wanakusema wewe. Kwa hiyo mimi nakuomba kakaangu, ondoka tu hapa, nenda katafute maisha sehemu nyingine. Sipendi kuona ukidhalilika hivi, naumia moyoni mwangu. Kwa hiyo toka, nenda tu katafute sehemu nyingine uishi. Vipi sister? Umekaa kinyonge. Na mawazo sana. Kaka wewe acha tu. Na lete ile nikwambiaje. Shangazi amenitimua kama mbwa. Kama nijui. Kama hajawahi kuniona.
Na akasema hataki kutuona, hataki kuchula nyumbani kwake, hataki kujua shida zetu zote, na sisi sio watoto wake. Kina yote kaka, wewe ndio umeataka. Nilikwambia, lakini kaka yangu sikutegemea kama shangazi ataongea maneno kaka. Sasa hivi tushakuwa wakubwa, na bila sisi tupambanie maisha yetu. Mungu sio wako peke yao, hata sisi pia ni Mungu wetu. Naamini ipo siku na sisi atatusaidia tu, ila tuendelee kujipa muda kaka, ni swala la muda. Pia tuwe ni wajasiri na wenye nguvu. Uvumilivu pia kaka unahitajika. Mimi dadako nipo na kuahidi nitakuambia kwa kila kitu na utakuwa sawa na kila kitu kitakuwa sawa. Tulipe tu muda kaka. Ni kweli kila kitu kitakuwa sawa, lakini sijui nikwambiaje dadangu, ila sikutegemea kama ataongea maneno hayo shangazi yetu. Na basi naona tena ina haja tena kueleza kitu chochote kile tutachoendelea huko ndani, ni kupambana tu sisi wenyewe. Basi nilicheka kwa watu, nilificha machozi, lakini pindi nikikaa ukweli hunikumba. Majina ya jana bado yapo. Mimi nimekaa nimewaza, na hata hivi jana nimemsikia babangu alikuwa anaongea kuhusu swala la kutafuta kijana kwa ajili ya kuhudumia kuku wa nyumbani. Kwa hiyo kama unaona limekaa sawa hilo, ni bora ukakubaliana na mimi, ili mimi niende nikafanyia mpango kwa baba. Kidogo unaweza kujipatia hata 200, 300 huko unapomtegea bibi yako. Usiniulize sawa, nimevunjika ndani, nimebeba kimya kikawa kando yangu, moyoni naumia, moyoni naumia, niseme nini tena, moyo wangu umechoka, moyoni naumia. Naam. Karibu kijana. Asante sana. Habari za utokako? Njema. Ndio. Naona unachora kidogo miradi. Kuna mambo kidogo niko naangalia hapa. Karibu. Asante sana. Sasa nimepita nyumbani pale, nikaambiwa bwana huyu ukatoka kidogo kaenda site. Kweli. Nimeelekezwa nikaona kwa sababu mtaa sio mgeni sana, bana nije kuona. Karibu sana. Sasa kiongozi, mimi nimekuja kupata ule mrejesho, sijui ya ule mrejesho umefikia pazuri, ila sasa itabidi subiri mpaka mwakani. Mwakani tena? Ndio, mpaka mwakani. Kwani hakuna uwezekano wa kuulizia simu nyingine labda?
Kwa sasa hivi nikisema itawezekana nitakuwa nadanganya, kwa sababu nilikuwa namtegemea katika 90% yeye, na yeye ndo kanithibitishia kama hiyo jambo mpaka mwakana. Maana kwa sasa hivi kwa hiyo kushauri kitu kimoja tu, jaribu kuwa na subira. Kama wewe umeweza kuvumilia ndani ya mwaka mmoja, siamini kama miezi minne iliyobakia unaweza kushinda kuvumilia. Vumilia kwanza na miezi minne iliyobakia hii, tusubirie mwakani. Tuwe na subira, siku ikifika kile kitu kitakaa sawa. Nilicheka kwa watu, nilificha machozi, lakini pindi nikikaa ukweli hunikumba. Majina ya jana bado yapo ukutani, na kila nikiyatazama narudi pale pale. Usiniulize sawa, nimevunjika ndani, nimebeba kimya kikawa kando yangu. Moyoni naumia, moyoni naumia. Kikweli mambo yani, kwa sasa kila ninachokifikiria naona kwangu kigumu. Nimekaa nimefikiria, nikaona ni bora nifuate ushauri wako ule ulionishauri siku zile. Hebu naomba kaongee na baba basi, kama vipi ile kazi ile mimi niende nikaifanye. Kuhusu hiyo kazi umechelewa, kwa sababu siku ile mimi nilipokuambia kwanza ulilipuuzia ile swala, kwa maana kwamba ungelitilia maana ile swala, hata mimi ningeenda kumwambia hata mzee kwamba kuna mtu mimi hivi na hivi, angenielewa. Lakini ulilipuuzia, mimi nikajua huko ulipowekeza una uwezekano wa kupata. Kwa mwenye sikulitilia maana, nikaachana nalo. Sasa leo hii tena ndio nakuja nataka kazi. Baba kashapata mtu mwingine na anaendelea kufanya kazi. Hello. Samahani, kakaangu nimemkuta ameanguka maeneo ya Malela huko bondeni. Ameanguka? Ndio. Mungu wangu.